الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. يقول عز من قائل في محكم كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuanza na himdi alhamdulillah, kisha akaja rabbil alamin, arrububiyatu lillah, kwamba yeye ndiye mwenye kustahiki kusifiwa na kushukuriwa, sifa ambazo kwamba na shukurani za mfanya yeye awe ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. Kisha akaja kwa kuwa yeye ni rabbul alamin, akaonesha ile rububia iko katika misingi ya arrahmani rrahim, kwamba yeye ni mwenye kurahamu wema na waovu, viumbe vote viko chini ya rehema yake, kisha ni mwenye kurahamu wema watupu waumini kesho mbele yake. Sasa Mola kama huyu ndiye anayestahiki kuabudiwa. Ndio utakuta baada ya aya hizi Mwenyezi Mungu atufundisha sisi sasa, ulugha imebadilika. Kwanza ilikuwa iwasema yeye, sasa atufundisha sisi namna ya kumwambia yeye, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwako wewe tu tutaabudu, hatutoabudu kitu kingine, na kwako wewe twataka msaada. Hapa kuna tauhidi, na tauhidi yagawanyika vigawanyo vikubwa vitatu. Kuna at-tauhidu fi dhati, kuna na at-tauhidu fi sifati, kuna na at-tauhidu fi al-af'ali. Hivi ndivyo viwango vikubwa. Kisha kuna at-tauhidu fi taa, kuna at-tauhidu fi al-mulki, kuna at-tauhidu fi at-taknini wa at-tashrii'. Zote ni kuna at-tauhidu fi al-iqtisadi, lakini vifungu vitatu ndio vizito. At-tauhidu fi dhati, kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa dhati yake, kujua kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na si mmoja wa hisabu, ni umoja ambao kwamba hakuna kiwango cha hisabu ndani yake, ni unique. Ukisha kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika dhati yake, ukajua la mithla lahu, hana mfano, la sharika lahu, hana mshiriki, la nida lahu, hana mwenye kumshikia kinyume, ni yeye tu aliyoko. Kisha utaingia kumpwekesha katika sifa zake, na hapa katika kumpwekesha Mungu kwenye sifa zake pana ugumu wake. Ugumu ulioko hapa ni kwamba ile namna ya kuitofautisha sifa ya Mwenyezi Mungu na dhati ya Mwenyezi Mungu, ukajua dhati ni kitu gani na sifa ni kitu gani. Sifa zagawanyika vigawanyo viwili. Kuna sifa zinazoitwa sifatu dhati, sifa za dhati ya nafsi ya Mwenyezi Mungu. Hizi si kitu cha pili kwake, kama kuwa Mwenyezi Mungu ni hai, yuko hai, ni alim, ana elimu, ni qadir, ana uwezo. Sifa hizi si kitu cha pili kwa Mwenyezi Mungu, ni ile ile dhati yake. Sifatuhu ainu dhatihi, sifa zake ndio yeye mwenyewe. Kisha hizi sifa zote, unaposema hayu, unaposema alim, unaposema qadir, unaposema murid,
samia, basir. Haina maana hapa mpaka hapa ni kusikia, na kutoka hapa mpaka hapa ni kuona, na kutoka hapa mpaka hapa ni kujua. La, ni alilmu kullu walqudratu kullu walhayatu kullu, na zote kwake ni kitu kimoja. Ndio Alimamu alayhi salam akazungumza akasema, qaruba fashahida najwa, amekurubia Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake mpaka yuwasikia mnong'ono wa sauti ya moyo wako. Wabauda, na yuko mbali, fala yura, haonekani. Adhuma, ametukuka, antudrikahu, kuweza kumfikia yeye, futunul makhluqin, mabongo ya wanadamu. Ukisha kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukazijua tofauti ya dhati yake na sifa zake, utapata raha katika moyo wako ambayo kwamba huwezi kumwelezea mtu raha ile unaoisikia. Katika hadithi al-Qudus Mwenyezi Mungu asema, man talabani wajadani, atakayenitaka mimi atanipata. Wa man wajadani, na mwenye kunipata mimi, arafani, atanijua. Wa man arafani, na atakayenijua mimi, ahabbani, atanipenda. Wa man ahabbani, na atakayenipenda, ahabbtuhu, na mimi nitampenda. Wa man ahabbtuhu qataltuhu, na nitakayempenda nitamuua, nimtukue. Na nitakayekumuua itakuwa ni lazima nilipe dia, fa ana diyatuhu, mimi ndio dia yake. Kisha kuna at-tauhidu fil af'al. Tauhidu fil af'al ni kule kuamini kwako kwamba la muathira fil wujud, hakuna yoyote anayeweza kuathir kwa namna yoyote katika alamil imkan, katika alamil wujud illa Allah, illa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo wewe ukiwa karibu na yeye, wewe ukiwa pamoja na yeye, huna cha kukiogopa, hakuna cha kukutia dhiki, hakuna cha kukutia hofu, kwa sababu wewe uko pamoja na yeye. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, utajo wa Mungu waburudisha nyoyo, watuliza nyoyo. Kisha mahali pengine Mungu asema, wala dhikrullahi akbar, utajo wake ni mkubwa. Sasa leo tuko katika iyyaka na'budu, wewe peke yako tutakuabudu. Wa iyyaka, na kwako peke yako nasta'in, tutafuta msaada. Katika lugha ya Kiarabu inapotangulia maf'ulu kabla alfi'li na fa'il, yufidu alhasr. Iyyaka ni maf'ulu, na'budu ndio fi'lu na fa'il. Imetangulia iyyaka kumaanisha kwamba hakuna kingine chenye kuabudiwa, ni wewe peke yako Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo mahali panapotokea matatizo makubwa baina ya mawahabi na watu wa twarika na mashia, kuweza kuielewa ile form, ile maana ya ibada ni kitu gani. Ibada ina maana mawili, ina maana finyu, ina na maana pana. Kwa maana finyu, ibada ni zile twakus, kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, kusoma Qur'ani, kuswalia Mtume. Lakini kwa maana pana, ibada ni kila jambo utakalolifanya ambalo litamridhisha Mwenyezi Mungu. Ukizungumza na jirani yako kwa vizuri ni ibada. Ukiondoa jiwe ndiani watu wasiumie ni ibada. Ukimchika mtu ukamrukisha barabara, yani ibada ni kila jambo ambalo ukilifanya lina maridhio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika ibada zote hakuna ibada iliyopawa kipaumbele katika Uislamu kama kitu kinachoitwa as-sala, kuswali.
mpaka Mwenyezi Mungu asema inna salata tanha anil fahshai wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Swala ikiswalika, yani mtu akaswali na zikaswalika, ni lazima atakuwa na tofauti, hatoweza kuwa ni mtu wa madhambi, ni mtu wa machafu. Ile swala itakuwa ni kinga kwake yeye, na ndio utakuta hakuna katika Qur'ani swallu, ni akimis swalata, simamisha swala. Yani baada ya kuswali jikumbuke kwamba wewe ni mtu unayeswali, tabia zako ziwe tofauti na mtu ambaye kwamba haswali. Sasa tuje katika falsafa ya swala, maanake tumekuja katika iyyaka na'budu. Hili ni at-tauhidu fil ibada, ni kumpekesha Mwenyezi Mungu katika kumwabudu. Usiabudu kitu kingine kisichokuwa yeye, na hakuna ibada ya mtu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na kudhalilika mbele ya Mungu zaidi ya swala. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa mtu akiswali aelewe ile falsafa iliyoko ndani ya swala. Mawahabi waona ibada, ukenda kaburini wewe ukiomba Mungu umemwabudu yule aliyoko kaburini. Ukimwambia Mtume ya Rasulullah ushafanya ibada, wewe ushakuwa ni mushrik. Na ukweli wa mambo, hata ukamsujudia mtu bado hujafanya ibada, utakuwa mfanya jambo la haramu. Haifai, ni haramu kumsujudia mtu. Itakuwa ni ibada ukisujudu kwa itikadi kwamba huyu ninayemsujudia ni Mola wangu. Sijui tuko pamoja? Ikiwa umesujudu ni hishma, ama umesujudu masala mengine, itakuja masala ni halali au ni haramu, lakini haiji masala ya shirki. Na ndio ukakuta Mwenyezi Mungu aliwaamrisha malaika wote wamsujudie Adam. Ilikuwa ni ibada ile, walimwabudu Adam. Yusuf yeye, ndugu zake na babake walimsujudia, walikuwa mushrikina na walimsujudia haswa, fakharu lahu sujadan, wakapomoka wakasujudu. Yusuf mwenyewe akasema hadha ta'wilu ru'yaya, hii ni ile tafsiri ya ndoto yangu niloiota, na haikuwa ni ibada. Kwa hivyo kuabudu ni kudhalilika mbele ya mtu, ukiamini kwamba huyu ndiye Mola wangu, huyu ndiye mwenye kupeleka mambo yangu, huyu, bila ya huyu mimi si chochote. Hapo utakuwa umefanya ibada. Sasa tuje katika rumzi yani kubwa ya ibada, hakuna zaidi ya swala, lakini swala ina falsafa yake. Ukianza kuingia katika kuswali, utaanza na takbiratul ihram, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ana majina mengi sana. Kwa nini akatagua takbiratul ihram iwe ni kwa ismu ya Allahu akbar? Hapo ni mwanzo wa wewe kuswali. Utapanga swafu wewe na wenzio, mtumwa wako, boi wako, hakuna tofauti wewe na yeye. Ukiingia kwenye swala, nyote mwasimama kwenye safu. Unapoinua mikono hivi ni umesalenda mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha umekubali kuwa kibri ni cha Mungu, si chako wewe. Wewe hufai kuwa na kibri. Wewe na yule aliyoko katika swafu mwingine, mnyonge, dhaifu, maskini, fukara, wote wawaona ni sawa kwako, hawana tofauti na wewe. Nyote mko mbele ya Mwenyezi Mungu mkiwa kama watumwa madhalili, mwamdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimaliza kupiga takbiratul ihram, umelazimishwa usome suratul Fatiha, kwa sababu ni sura inayoitwa Ummul Quran. Imekusanya yote yanayohitajika. Ndani kuna tauhidi, ndani kuna hidaya na nubua, ndani kuna maadi, ndani kuna dua, yani kila kinachohitajika kimo katika suratul Fatiha. Kisha usome sura nyingine unayotaka wewe, kisha wenda kwenye kurukuu. Ukenda kwenye kurukuu, wasema subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, huku ukiwa umeshika magoti yako
wakati ule ataka ukumbuke kwamba wewe na hayawani wengine hamuna tofauti. Wale hayawani wanaotembea kwa maguu manne na wewe umeshika maondo yako nyote mumeinama, lakini wewe wapawa tena nafasi, wainua kimo, wasema samia Allahu liman hamida, Mungu amemsikia. Yani wamuhimidi Mwenyezi Mungu kuwa umtoka katika ile hali uliokuwa umeinama, umefanana na baadhi ya hayawani, umerudi umesimamisha tena kimo chako. Ukiondoka hapo sasa, washuka kwenye kusujudu, utie katika akili yako, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hunu mtanga ninaokwenda kuusujudia, katika mtanga hunu nimetoka, na katika mtanga hunu nitarudi, na katika mtanga hunu nitatolewa tena mara ya pili. Kwa hivyo ikiwa swala yako ina falsafa kama hiyo, ni lazima itakunyosha, ikutie katika as-siratul mustaqim, itakupa hidayah. Iyyaka na'budu, wewe peke yako twakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na kwako wewe peke yako twaomba msaada. Wa anibuduni, Mungu asema niabuduni mimi, hadha siratul mustaqim, hii ndio ndia iliyonyoka. Kisha upande wa shetani Mungu akasema nini? Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaitana innahu lakum aduwwun mubin, musimuabudu shaitani, niabuduni mimi. Na kumwabudu shaitani si lazima kumsujudia, ni kumtii katika ule wasiwasi anaokutia ukamfuata. At-tauhidu fil ibada ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika kumwabudu. Usiabudu kingine chochote, ujue anayestahiki kuabudiwa ni yeye, kwa sababu yeye ndiye mfalume anayemiliki kila kitu. Yeye ndiye mwenye kuneemesha, yeye ndiye mwenye kutuweka, kutuhui, yeye ndio kila kitu kwetu, na hatuna malipo yoyote ya kumlipa Mwenyezi Mungu. Twamuabudu, huku kumwabudu kwetu pia ni katika fadhila na rehma yake yeye ametupa. Ndio al-Imamu Ali alayhi salam akasema kuna watu wamwabudu Mungu ibada ya wafanyabiashara, yani wao wafanya ibada, lengo lao na fikra zao ni kwamba wafikiria kuingia peponi. Kuna na watu wafanya ibada ya hofu kama watumwa, waogopa kuingia motoni, lakini yeye yuwafanya ibada, amwambia Mungu, wajadtuka ahlan lilibada faabadtuka, si kuabudu wewe kwa kuwa naotaka tamaa ya pepo wala na uogopa moto, nimekupata wastahiki kuabudiwa nikakuabudu. Huyu ni al-Imamu Ali alayhi salam. Wa iyyaka nasta'in, na kwako wewe twataka msaada. Hili ni ile la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hakuna uwekevu na hila na makri ya kukimbia kuepuka matatizo, wala quwwata, wala hakuna uhodari wala nguvu wala wekevu wa kupata chochote kizuri, illa billah, illa ni Mungu tu ndiye anayefanya kazi yake. La muathira fil wujudi illa Allah, hakuna anayeathiri katika alami alwujud illa ni Mungu tu, anayeizika, anayedhalilika, anayepata, anayekosa, anayebaki hai, anayekufa, zote ziko katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiwa una imani hii, hutokuwa hasidi katika maisha yako, hutokuwa dhalimu katika maisha yako, hutokuwa na depression katika maisha yako. Utaishi maisha mazuri, utaishi maisha ya furaha, kwa sababu utakuwa kila unaloliona waamini ni mkono na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni pale tunaposwali tukasema bihaulillahi wa quwwatihi aqumu, kwa nguvu za Mungu na hauli ya Mwenyezi Mungu naweza kusimama na nikakaa. Mwanadamu yataka aliweke sana hili akilini,
Leo matatizo makubwa yanayomkumba mwanadamu ni ile kuwa yuaishi katika hunu ulimwengu, amemsahau yule aliyemleta, yuwaangalia wengine ambao kwamba ni vikorokosi. Yani mtu amuona tajiri fulani akiudhika, mimi nakwisha. Mtu aona fulani asiponipa kazi mimi mambo. Hii yote ni sampuli ya ashirkul asghar, shirki ndogo. Wamshirikisha Mwenyezi Mungu bila ya kutambua. Kila kitu kiko katika mikono yake. Muhyiddin Ibn al-Arabi asema mambo 6 mwanadamu hana uhodari nayo wala hana uwezo nayo kabisa. Akasema la kwanza na la pili ni mtu kuwa hai au kuwa amekufa. Hakuna uhodari wako wala ni Mungu tu. La pili, la tatu na la nne akasema ni kuwa mzima ama kuwa mgonjwa. Afia na ugonjwa ni mambo ya Mungu tu. La tano na la sita akasema kuwa nacho na kuwa hunacho, kuwa tajiri au kuwa maskini ni mipango ya Mungu tu. Kwa hivyo la muathira fil wujudi illa Allah, anayeweza kuathiri katika alamil wujud ni Mwenyezi Mungu peke yake, na kingine chochote kikiathiri kwa njia nyingine yoyote ni fabiidhnillahi, ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Angalia Nabii Allah Isa asema inni akhluqu lakum min at-tini, mimi nitawaumbia nyinyi kutokana na hunu udongo, kahaiati twairi, mfano wa shikli ya ndege, thumma anfukhu fihi, kisha nitavivia, fayakunu twairan, atakuwa ndege kweli, biidhnillah, lakini kwa idhni si yeye tena. Anayefanya ni Mungu, anayeruzuku ni Mungu, anayehuisha ni Mungu, anayefisha ni Mungu. Kwa hivyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, twakuabudu wewe tu na twakutaraji wewe tu. Ukiliweka katika moyo wako likarakizi, likapiga kambi kisawasawa, utaishi kama mfalme duniani, utaishi na amani, utaishi na utulivu wa nafsi, hutokuwa na babaiko wala na wasiwasi, kwa sababu wajua riziki yako imedhaminiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Biibaratin ukhra, indama tataammaku mafahimu al-ayati as-sabiqa fi wujudi al-insan wa tatanawwaru ruhuhu bi nuri rabbil alamin wa yudriku rahmatallahi al-amma wal khassa wa malikiyatahu li yawmi al-jazai, yaktamilu al-insanu fi janibihi al-aqaidi. Mwanadamu ikiwa ataielewa ile maana ya Rabbul Alamin, aielewe na maana ya Hindi, aielewe na maana ya Arrahmanir Rahim, binadamu huyu akisha kuzielewa zitu hizi, akifika katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itamshuka vizuri. Ataelewa kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa ila ni Mungu, na hakuna anayestahiki kutegemewa ila ni Mwenyezi Mungu. Na daraja ya mwanadamu mbele ya Mungu ni kwa kiwango cha maarifa yake juu ya Mwenyezi Mungu. Afdhalul ibadati maarifatullah, ibada bora ni maarifa. Hakuna ibada inayoweza kukukurubisha na Mwenyezi Mungu zaidi ya wewe kumjua yeye Mungu. Fanya bidii umjue. Ukifanya bidii ukimjua utampenda, ukimpenda atakupenda, akisha kukupenda atakuwa mwalimu wako. Fattakullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Mungu na Mungu atakuwa mwalimu wenu mwenye kuwafundisha na kuwasomesha. Bila ya elimu, hata ukawa na ibada, hata ukataka kujifanya walii, ni shere tu, huna kitu. Elimu ndiyo msingi, na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, man arada dunya fa alayhi bil ilmi, anayetaka ulimwengu nasome ilmu. Wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi, na anayetaka akhira nasome elimu. Wa man arada dunya wal akhirah, anayetaka ulimwengu na akhira pia, fa alayhi bil ilmu, nasome elimu. Na hakuna elimu bora kama elimu ya wewe kufika kiwango cha kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kisa chatolewa wakati mmoja, Nabii Allah Musa alayhi salam alikuwa ametoka yuenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Akifika ndiani akakuta kuna kibanda, manyasi
na mtu yuwafanya ibada tu. Nabii Musa akazungumza naye, kisha yule mtu akamwambia Nabii Musa, wewe nenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu? Akamwambia nenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Kamba basi hebu niulizie na mimi nipate kujua thawabu zangu ziko kiasi gani, mambo yangu mvipi. Nabii Musa akatoka akaenda akazungumza na Mungu, akafanya kusahau. Akitaka kuondoka, Mungu akamwambia wewe umpa salamu. Yule bwana asema, akamuonesha thawabu zake kidogo sana. Nabii Musa akamfikiria ibada zote kutwa na kucha, yule hana chochote. Mungu akamwambia ukiwa wataka kujua, nenda kazungumze naye, ukirudi pita uzungumze naye. Haya, Nabii Musa akaenda pale akakaa akazungumza. Yule Nabii Musa akamuuliza yule bwana, akamwambia wataka nini wewe kwa Mungu? Kama sitaki chochote, angalia hapa manyasi tele, mwambie afanye mpango alete punda. Hapa hakuna punda, hakuna mbuzi, hakuna ngamia, manyasi tu. Mambo gani afanyao Mungu? Nini? Hajamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa akasema, sasa ninaelewa kwa nini thawabu zako zikawa nyingi namna ile. Kumbe ni haya maoni yako, yani ile fikra yako unaipomtizama Mungu. Na Mwenyezi Mungu asema, mimi niko katika dhana ya mja wangu na nidhania atakalo yeye na atanikuta hivyo. Kwa hivyo wewe muabudu yeye na umtegemee yeye kisawasawa, utawakal kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kutawakali ni kitu kimbali na kuwa mutawakili ni kitu mbali. Usiwe mvivu, tafuta kazi, fanya bidii, nenda mbio, lakini mwisho weka katika akili yako ujue kupata kwako na kukosa kwako ni amri na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bidii zako ni amri, Mungu ankuamrisha ufanye bidii. Fanya bidii, tafuta, kusanya, nenda mbio, tegezea watoto wako, lakini pamoja na imani ya kuwa kile nilichopangiwa na Mungu ni kile kile. Hakuna uwezo wa mwanadamu kubadilisha chochote katika kadari aliyompangia Mungu ila kwa ile ile kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyaka, wewe peke yako naabudu, twakuabudu, wa iyaka, na wewe peke yako, si kwa mtu mwingine, nastainu, twataka msaada. Kwa hivyo ukenda kwa mtu mwingine ukataka msaada utakuwa umekufuru? La. Ukenda kwa mtu ukataka msaada kwa itikadi na imani kwamba huyu atanipa kwa kupawa ruhusa na Mungu, huyu atanipa kwa uwezo wa Mungu, huna shida. Lakini ukenda kwa mtu ukaamini kwamba huyu yeye ana uwezo kama yeye bila ya auni na idhini ya Mwenyezi Mungu, utakuwa wewe ni mushriki, umeingia katika shirki. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze ndia iliyonyoka. As-siratul mustaqim, barabara iliyonyoka ni ile barabara ambayo kwamba ukiifuata utafika upesi unapokwenda. Kwa mfano, ukiandika hapa ukaandika B, kisha ukachora mstari moja kwa moja, kisha ukachora na mstari mwingine upside down namna hii mpaka kwenye B, mrefu utakuwa ni upi? Ule moja kwa moja utakufikisha mara moja, lakini ule wa mapindo utazunguka uzunguke. Sasa as-siratul mustaqim, barabara iliyonyoka, ni ile ambayo kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuatia kabla ya kuondoka katika ulimwengu huu. Na kwa nini tuseme ihdina siratal mustaqim? Tena kila siku katika swala zetu 5 ni wajibu tusome maneno haya, kwa sababu kila nukta wahitaji kuteremshiwa hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lau utafungiwa nukta moja tu utapotea. Kwa hivyo pale unaposema ihdina siratal mustaqim, si maana wewe uko katika ndia jongo wataka kuoneshwa ndia iliyonyoka. Uko kwenye barabara sahihi, lakini wataka kudumishwa katika barabara kama ile, kupawa support ya kuweza kuendelea nayo ile barabara. Barabara ya kwa Mwenyezi Mungu si kama barabara ya gari. Hapa kuna kibao stop, hapa kuna kibao ng'ombe watapita sasa hivi ngoja,
hapa kuna kibao punguza spidi, hapa usiovateki. Barabara ya Mwenyezi Mungu ni wale watu wataule alowatagua akawafanya ni vigezo na ni vielelezo kwa watu wengine. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze ndia iliyonyoka, tutoke katika shirki, tutoke katika kufri, tutoke katika nifaki, tubakie katika tauhidi, alnubuwa, alimama, aladli, almaad. Hizi zithubutu kwenye nyoyo zetu, tuwe twaishi ala nurin min Allah, kwa nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa as-siratul mustaqim ni pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema yushaku an ud'a fa ujib, imekurubia wakati wowote nitaitwa na Mwenyezi Mungu na mimi ni mwenye kujibu. Wa inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di abada, nimewatia nyinyi vizito viwili, mukishikamana navo hamutopotea milele na milele. Kitab Allahi wa itrati ahla baiti, chuo cha Mwenyezi Mungu na watu wa nyumbani kwangu. Wahuma, na hivi vitu viwili, Qur'ani na ahlil baiti, la yaftarika, lan yaftarika, hazitoepukana hatta yarida alayya alhaud, mpaka niletewe mwenyewe birikani. Hii ndio as-siratu almustaqim, wilayatu ali Muhammad. Mimi imekurubia wakati wowote nitaitwa na mimi ni mwenye kuitika. Yani Mtume yuwafahamisha watu niko karibu kufa, lakini mimi naondoka na watia vizito viwili, Qur'ani na watu wa nyumbani kwangu, na hazitoepukana mpaka niletewe birikani. Si maneno madogo haya, na anaoyasema ni Mtume, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hazungumzi kwa hawa yake. Na matatizo makubwa yaliyotokea katika Uislamu ni watu walipoiwata as-siratul mustaqim, wakafuata ndia ambayo kwamba ina iwijaji, ndia kombo. Leo matatizo yote tulionayo ni kwa sababu hili, ihdina siratal mustaqim, ile barabara iliyonyoka, ile barabara yenye kumfikisha mtu bandari salama, tuliiwata tukafuata barabara nyingine. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aonesha umuhimu wa hiyo sirat baada ya kutuambia ihdina siratal mustaqim, kisha asema siratal ladhina an'amta alaihim, barabara ya wale ambao kwamba umewaneemesha, ghairil maghdubi alaihim, sio wale uliowaghadhibikia, wala dhalin, wala sio wale waliopotea. Hii ni inshallah tutaendelea nayo kesho panapo na majaliwa, kwa upana na urefu. Mpaka hapa leo tutakoma. Mwenye swala aweza kuuliza. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wayasalunaka anil wayasalunaka madha yunfiqun kul al-afwa kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat. Sasa pale kul al-afwa ndio nataka. Wayasalunaka madha yunfikuna kulil afwa, wakuuliza tutowe nini, waambie toweni kilichowazidi. Al-afwa hapa ni kwa maana toba kile kilichokuzidi. Ushafanya hesabu zako za chakula, za petroli, za skuli, za nini, kile kilichokuzidi sasa anza kutoa, ndio maana al-afwa. Katika utata ulioko wa tauhidi ustaz. Naam. Mafhumu ya Ahlul Bait na mafhumu ya tanzu nyingine zilizokwenda upande mwingine, na zote kila mmoja yasema yangu ndio sawa, na kiwango cha kwamba watu wako tayari mpaka kuteta kwa sababu kulipigania kwamba yeye ndiye katika mtu wa ahli tauhid. Naam. Sasa hii message itakwenda vipi? Yani kutafanywa nini mpaka watu hili neno la kweli liweze kuonekana, kwa sababu neno la kweli limefitika kiasi cha kwamba watu hawalijui. Je, jukumu hili ni sisi Mashia kuweza kulipeleka, au kuna njia nyingine ambayo kwamba yani inaweza kutumika kulipeleka neno hili la sawa?
Hili neno la saba, jukumu letu sisi mashia, sisi ambao kwamba tumetashaya tukausoma ushia tukaujua tukauamini, ni wajibu wetu kuuza, tusibaki nao sisi tu. Yani kila mmoja ajiulize, tuseme katika wiki moja ankwenda mahali gani maskani penye marafiki zake akauuza ushia. Wajua uzuri wa ushia ni ukweli ambao kwamba umpakwa tope nyingi juu yake, lakini mtu akianza kufutafuta lile vumbi, ile nuru hutokeza ikaanza kumtambaa. Sasa wewe ukamwambia mtu tu maneno, hata wewe hatakuamini, lakini utakuwa umemtia shaka, ataanza kutafiti ikiwa ruhu yake ni ruhu ya kutafiti. Kwa hivyo jukumu hili la kutangaza dhehebu la haki au kutangaza fikira ya ukweli ni jukumu la kila Muislamu, na sisi mashia ndio jukumu kubwa kwetu sisi, kwa sababu moja katika mafundisho ya maimamu ni kwamba wale aitamu ambao kwamba hawana ilmu, wale wenye elimu wawafundishe, wawaonyeshe njia ya haki. Maulana wamesema kwamba hizi tauhidi zimegawanyika katika sehemu nyingi, lakini leo ukataja tatu. Ukasema tauhidi fi afali wa fi dhati wa fi sifati. Sasa katika umezieleza mbili, moja hukuieleza ipi? Ya sifa. Naam, at-tauhidu fi sifat. Nisikizeni kwa makini, kwa sababu masala mazito yako hapa. Hata wanazuoni wale wakubwa wasema mtu asipoielewa hili wasamehewa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ina ugumu. Kuna sifatu dhati, kuna na sifatu fi'li. Sifatu dhati ni dhati yake Mwenyezi Mungu kabla ya chochote, kabla ya lolote, na hakuhitajiki chochote yeye kusifika kwa sifa hizo, kama kuwa Mungu yuko hai, Mungu ana elimu, Mungu ana kudra. Vitu hivi ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, hakuhitajiki kitu kingine chochote kimfanye yeye awe hivyo. Umeelewa vizuri? Kisha hizi sifa tatu, kudra, elimu na uhai, si vitu vitatu kwake, ni vitu vitatu kwangu mimi na wewe, kwake ni kimoja tu. Kisha hakuna tarkibi, hapa mpaka hapa ni elimu, hapa mpaka hapa ni kudra, hapa mpaka hapa ni uhai, kutoka hapa mpaka hapa ni elimu, na kutoka hapa mpaka hapa ni kudra, na kutoka hapa mpaka hapa ni uhai, na uhai na kudra, na kudra ni uhai, na yani ni yeye ni mmoja tu, na kila kitu chake ni kimoja. Umeelewa mwanzo hilo? Kisha kuna sifa za Mwenyezi Mungu zaitwa sifatul fi'li. Ukisema Mungu ni Ar-Razzaq, lazima kuwe kuna mwenye kuruzukiwa, kina sisi. Ukisema Mungu ni Khaliq, lazima kuna viumbe ameviumba ndio umuite Khaliq. Hiyo inaitwa sifatul fi'li, si sifatul dhati. Sifatul dhati ni maana ya kumpwekesha kwamba yeye na sifa zake si kitu cha pili. Kama wewe Albayt, wewe ni alim, una elimu, lakini elimu si dhati yako. Waweza kufanya wazimu ukawa hujui chochote, waweza kupiswa ukawa hujui chochote, ama sio? Lakini Mwenyezi Mungu elimu si kitu cha pili kwake, ni dhati yake na haina mkomo. Yani ni azaliyun, abadiyun, sarmadiyun. Azaliyun ni hana mwanzo, abadiyun ni hana mwisho, sarmadiyun ni hana mwanzo wala mwisho. Umeelewa mpaka hapo? Hujaelewa vizuri, lakini inshallah tukipata nafasi tutakuelewesha, maanake masala magumu kidogo. Naam. Ushia ulikuwako kabla ya Mtume au ulikuja baada ya Mtume, na kuna uzito gani? Maanake kwa hapa huyu ile madhhabu yawe ni ushia isiwe ni Uislamu tu kwa jina la Uislamu. Naam, swala zuri. Hunu ushia ulikuweko wakati wa Mtume au ni kitu kilizuka baada ya Mtume? Hunu ushia, kwa nini uwe ni ushia tusiwe ni Uislamu tu? Ushia ukifuata tarehe ni kitu ambacho kwamba alokibuni ni yeye Bwana Mtume alipomwambia Ali bin Abi Talib, anta wa shi'atuka fil janna, wewe na shia wako mtaingia peponi. Katika aya, katika hadithi nyingine, nafikiri ni Anas ibn Malik, Mtume alimwambia, ya Anas, lau salaka nasu wadiyan wa salaka aliyun wadiyan fasluku wadiyan salakaha aliyun wa khali nasa turran. Lau watu wote watafuata njia moja, huyu Ali peke yake afuate njia yake nyingine, wawate wale wote wende zao, mfuate huyu Ali ambaye kwamba ni mmoja tu.
Kwa hivyo neno ushia lilikuweko wakati wa Bwana Mtume, na neno ushia likawa wale wote waliokuwa pamoja na Imam Ali walikiitwa mashia, ikenda mpaka ilipofika wakati wa Muawiya ndio likazidi nguvu, ikawa ni vita sasa. Hawa waitwa Shiatu Ali ibn Abi Talib, Muawiya ndiye akabuni neno Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa alolibuni ni Muawiya ibn Abi Sufyani na timu yake. Sawa? Ahli Sunna wal Jamaa hawa ni watu kuona kama makundi mawili, kuna Ahli Sunna na Jamaa. Ningependa kufahamishwa tu, Ahli Sunna wal Jamaa ni kitu kimoja tu, si vitu viwili. Wakati walipofanya sulhu Imam Hassan na Muawiya ibn Abi Sufyan, mwaka ule uliitwa Amul Jamaa, ikapatikana neno Ahli Sunna wal Jamaa kwamba watu wamekubaliana. Lakini Muawiya baada ya hapo alikhini, akabadilisha yote yale mkataba waliokuwa wampangana na alimamu Hassan, na alimamu Hassan alilazimika kufanya maslaha na Muawiya ili kuwahami na kuwanusuru wale mashia waliokuwa ako nao, ilikuwa wamalizwe wote wale, kwa sababu Muawiya alikuwa katili, alikuwa hajali kumuua yoyote, mpaka akijifakhiri mara nyingine akitia sumu kwenye asali akiwapa maswahaba, kisha wakifa akisema inna lillahi la junudan fil asal, Mungu ana maskari kwenye asali. Huyo ndiye Muawiya ibn Abi Sufyan. Sasa tatizo lililoko ni kwamba tunapozungumza masala ya Imam Ali na masahaba wengine katika vita vya kuuliwa al-Imam Hussein alayhi salam katika Karbala, jamaa wanatuambia kwamba waliyemuua ni wale Shiatu Ali, kwa sababu walikuwa katika vita vya Jamal na vita vya Sifini, walikuwa kule. Sasa hii wameweka ni hoja kwetu sisi kwamba waona hata hao mnaosema ni mashia ndio waliomuua al-Imam Hussein alayhi salam. Sasa ikija mijadala namna hii tutawajibu vipi? Tutawajibu kwa ufupi sana. Wale waliomuua al-Imam Hussein ni wale ambao kwamba walimuasi Mungu na mtume wake, wakamuasi na Imam Ali, wakamuasi na Imam Hussein, si mashia. Hata kama wao wajiita mashia au zamani walikuwa mashia, ni hapo walipokuwa mashia. Sasa hivi si mashia tena, hakuna mshia aweza kwenda kumuua Imam Hussein. Waliomuua Imam Hussein ni Yazidi na jeshi lake kina Ubaydillah ibn Ziyad, na wale walikuwa wakitambulikana kama Ahli Sunna wal Jamaa wakati ule. Hawakuwa ni mashia. Mashia ni wale watu 80 au 72 waliokuwa pamoja na al-Imam Hussein. Lakini watu wajua, wakitaka mjadala ama wakitaka hoja hutumia tu maneno mengine hata ambayo hayaingia akilini, na ukishindana nao taharibu wakati, chana nao. nasema wakati wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa hai, alikuwa na maswahaba, alikuwa katika ule mji alipokuwa yuakaa, alikuwa yeye afundisha, aeleza, aongoza watu, lakini na wale watu walikuwa na majukumu juu ya mtume, na wale waliokuwa kando ya mji, waliokuwa katika miji mingine pia walikuwa kuna masharti yao watakikana wafanye juu ya mtume. Vile vile wakatoa maimamu. Imam Ali ulikuwa na majukumu gani ambayo yalikuwa yatakikana watu kufanya juu yake, na yeye katika kuwaongoza. Sasa haya ni yao. Sisi twasema imamu wetu ni Imam Mahdi. Sisi kama wafuasi wa Imam Mahdi tuna majukumu gani? Manake ukisoma katika bai tunayotoa kila siku kwa imamu, twasema sisi tuwe mashia wako, tuwe wajeshi. Ndio ile bai tunayompa kila siku Imam Mahdi. Sasa sisi kama wafuasi wa imamu ni kama wale watu ambao wakati wa Rasul walikuwa wako mbali, lakini majukumu walikuwa nayo. Sasa sisi kwa wakati huu imam yuatuongoza katika, lakini sisi majukumu yetu juu ya imamu ni nini? Na majukumu yetu sisi juu ya imamu, jukumu la kwanza ni kumwombea faraji, ni kumwombea Mwenyezi Mungu amdhihirishe na amlinde mahali popote pale alipo.
Hilo ndio jukumu la kwanza hilo. Jukumu la pili ni kurekebisha akhlaki zetu na tabia zetu mpaka tutakuwa twastahiki kumpokea yeye akija. Manake pia ile kumpokea yeye akija mpaka tuwe tumejipanga. Kuna kauli kwamba atakapokuja wengi wale wanaojifanya wako mbele mbele watamkataa. Kwa hivyo majukumu ni kuweka katika as-siratul mustaqim na kujipanga. Hivi sasa naweza kukwambia mtu ambaye kwamba kweli yuko na Imamu Zamani ni Khamenei, ameweza kusimama mbele ya Mwamerika kama Musa alivyosimama mbele ya Firauni. Hakujali superpower yake wala kiburi chake wala ujabari wake, ameweza kumwambia hilo haliwezekani, hili hatufanyi, hili tutafanya, hatukubali. Si mtezo. Yule ndio yuko na Imamu Zamani akisema ya Allah, ya Allah, ya Allah, Mungu yuwaisikia. Yaani naweza kukwambia hivi sasa Imamu Zamani yuko Iran. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Anta wa shi'atuka fil janna. Naam. Ewa. Ithna ashari. Ni ithna ashari. Kwa dalili ukenda katika kitabu kingine ambacho kwamba ni cha Kisuni kama Sahihi Muslim katika babu al-imara, Mtume asema la tazalu hadhihi al-umma qaimatan hatta takuna alaihim 12 khalifa. Hunu umma hautowata kuongoka na kusimama mpaka utapitiwa na maimamu 12, na si hadithi moja wala mbili, hadithi 3 4 zote zimfuatana katika babu al-imaratu fi Quraish katika Sahihi Muslim. Ukenda katika ya Nabiul Mawadda wanatajwa kwa majina Aliyun, thumma al-Hasan, thumma al-Husain, thumma Ali ibn al-Husain, thumma Muhammad ibn Ali, thumma Jafar bin Muhammad, thumma Musa ibn Jafar, thumma Ali bin Musa, mpaka al-Imam al-Mahdi alayhi salam, kwa majina wanatajwa. Kwa hivyo tuna ushahidi na tuna dalili kwamba wale alowazungumza Mtume anta wa shi'atuka ni Shia Ithna Ashari. Na angalia pia katika ulimwengu leo, mashia wanaotetemesha ulimwengu na kumtetemesha Muamerika ni Shia Ithna Ashari. Mashia wengine wako hata tablighi hawafanyi, ni wao kwa wao kama kijumba. Mimi sitaki kutaja jina, kuna bana mmoja alitaka kusilimu, alikuwa akifanya kazi kwa rafiki yangu Shia lakini si Ithna Ashari. Basi siku ya pili asubuhi nikimpitia akaniambia, Jumila, iko kazi muhimu takafanya mimi. Mbai taka kusilimu, sisi hapana takafujo kwetu, kama tatukua wewe tukua kwenu au peleka kwa Suni. Tena mwambia mimi hapana mpatia kanzu wala mpatia kitu, mimi sitaki upuzi. Tatukua wewe, kama mbaye tutamtukua. Na ule bana maskini alikuwa atakusilimu kule nyumbani aingie katika kile kikundi. Kwa hivyo mashia ambao kwamba wamekusudiwa ni Shia Ithna Ashari kwa dalailu almawjuda na burhani ambazo kwamba hazipingiki. Baada dakika 5 kuisha. Naam. Sasa ndio kuna swali. Naam Sheikh Ali. Kitabu lao ita Ahlul Bait hii na ile ya Masunni, ipi ambayo ni sahihi? Ipi ambayo sahihi? Ile ya Masunni wanasema kuwa sunnati urafau rashidin. Sheikh Ali swala lake yauliza kwamba sisi tunasema kitabullahi wa itrati na wale wengine wasema kitabullahi wa sunnati. Sasa ni ipi wataka kujua yenye nguvu, sio Sheikh Ali? Tusije katika vitabu vya Kishia, katika vitabu vya Kisuni vote ambavyo kwamba ni sahihi zinazoitwa sihahu sita, Bukhari na Muslimu na Ibn Majah na Ahmad bin Hanbali na Tirmidhi, hadithi hiyo ya kitabullahi wa sunnati hakuna, imo midomoni tu. Hadithi iliyosihi katika Sahihi Muslim ni kitabullahi wa itrati ahla baiti. Hadithi ya kitabullahi wa sunnati ni mursal katika Muwatta ya Imam Malik, hata si marfu, ni hadithun mursal, na ni hadithi ambayo kwamba haina sanad. Wallahu al-alim. Rabbana la tamna'na 'anil ilmi bimani' wa la taqta'na 'anhu biqati'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.